Bara la Afrika linakongamana hapa jijini Nairobi, mkutano ambao ungekuwa umefanyika kule Libya hakiwa mwenyeji, lakini sasa hivi linakongamana hapa katika makao ya UNEP katika eneo la Gigiri kujadili masuala mbalimbali ya mazingira. Ikiwa inaitwa AMCEN 20, lakini ukiadhimisha miaka 40 ya tangu kuasisiwa kwa kongamano la mazingira la mawaziri wa Afrika ambao wanakutana pale kujadili hatua ambao zimepigwa na mbele ya Afrika ni kipi ambacho kinalengwa kuafikiwa katika malengo hayo ya bara la Afrika katika kuweza kudhibiti, kuboresha mazingira. Lakini mazingira pia yamekabiliwa na changamoto tele kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa ama mabadiliko tabia nchi. Na vijana hawajawachwa mbali katika kongamano hili ambalo mawaziri wanakutana. Vijana nao wanafanya mikutano mbalimbali, iwapo ni kuweza kushawishi bara la Afrika kutochimba mafuta ghafi na kuweza kujihusisha katika kutumia masuala mbalimbali kama vile sola, kutumia maji, kutumia vile upepo na kawi nyinginezo ambazo ni kawi safi, ni miongoni mwa masuala ambayo yanahusika hapo. Bara la Afrika pia limewekwa katika shinikizo la kuondoa magari ambayo yanatumia mafuta ghafi. Mafuta ghafi ambayo ni chafuzi zaidi. Katika jiji la Nairobi imesemekana kwamba Wakenya wengi wanaathirika kwa sababu ya kuweza kuvuta ama kunusa moshi mchafu ambao unatoka katika dizeli ya magari mbalimbali. Ukiingia pale katika kituo cha mabasi cha Kencom, ukielekea kule bus station, utaona moshi mkubwa. Magari yanapochemsha injini zao yakisubiri kuondoka, Wakenya wamesimama kwenye foleni wakisubiri kupanda ama kuabiri magari, basi nao wanauvuta moshi ule ambao Wakenya wengi wa jiji la Nairobi wanajipata wanaugua maradhi ya mapafu kama vile asma ama kifua kikuu. Hayo yote yakisababishwa na kile ambacho kinatokana ni mazingira chafuzi kutoka kwa magari yetu. Wakenya wameshauriwa kwamba waendeshe baiskeli ama watumie pikipiki za elektroniki ama waendeshe baiskeli za elektroniki kuja kazini. Wengine hata wakiambiwa waendeshe zile skate, yani yale viatu vile vya magurudumu kwenda kazini. Hili litaweza kuafikiwa vipi? Ninao wataalamu wa mazingira na wanaharakati wa mazingira na masuala mbalimbali ya kijamii hapa studioni leo hii, tukitaka kuangazia masuala ya uendeshaji baisikeli kutoka hapa hadi Brazil. Lakini kabla tufike Brazil, hapa Kenya wamefanya nini ambacho kinawafanya sasa wameona wana ari na hamu ya kufika Brazil kuwasilisha ujumbe wao, na si ujumbe wa Kenya tu, ni ujumbe wa Afrika kule Brazil, wakati wa kongamano la 30 la mataifa wanapokongamana kuhusiana na masuala ya mabadiliko tabia nchi, mkutano ambao unaandaliwa na UNFCCC katika kongamano hilo ambalo litakuwa linafanyika mjini Belem kule katika msitu wa Amazon. Karibuni sana studioni. Okoko Felicitas na Timothy Mboya, nawashukuru sana kwa kuja studioni. Jumanne tunaiangazia sana hapa KTN kama siku ya vijana, kusikia sauti yao na kuipaza sauti ya vijana katika masuala mbalimbali, iwapo ni siasa na masuala mengineo ya kijamii na masuala pia ya kiuchumi. Nashukuru sana kuungana na nyinyi ambao mmejitolea kuhakikisha kwamba mazingira yetu ni salama na kuhakikisha kesho yetu iko vyema zaidi na ni bora. Felista, si mara ya kwanza kuja studioni KTN. Umekuja na baiskeli mara ya kwanza. Awamu hii umekuja na baiskeli lakini umeiacha nyumbani. Karibu sana. Asante. Mboya pia karibu sana studioni licha mara. Naam. Nianze na wewe Mboya. Vijana wamejitolea katika kuhakikisha wanajihusisha katika masuala ya mazingira na kuhamasisha wenzao kulinda mazingira. Kwa wewe unadhani mazingira yetu yapo salama? Hapana. Wakati tuliofika sasa hivi tuko na shida ya mabadiliko ya tabia nchi, na inamaanisha kuwa Afrika inapitia changamoto tofauti kama mafuriko, kuna ukame, tuko na kitu inaitwa heat waves ambayo ni temperatures are going high. Sasa tunavyoangalia kila kitu inayojiri, tunaweza sema kuwa hatuko vizuri sana. Hatuko vizuri maana umezungumzia mafuriko, nyuzi joto kupanda kwa kiwango kikubwa, na pia vile umezungumzia ukame na kiangazi. Kwa nini tumefika hapa? Okay.
tumefika hapa kwa sababu kuna report ya World Meteorological Organization ambayo ilifanywa September last year. So hii report ilikuwa inasema kuwa Afrika ilichangia kidogo kabisa katika mabadiliko ya tabia nchi, lakini Afrika ndio inalipa, it's paying the price. Unaona? Sasa ni kitu iliyoanza kitambo sana. Kuna kitu inaitwa hewa chafu, carbon dioxide. Sasa hii hewa chafu ikienda kule juu inaharibu ozone layer. Sasa hiyo ozone layer ikishaharibika, tunaweza kuona kama temperatures will be rising, and then tunaweza kuona vitu kama flash floods, drought, ukame, kukosa chakula. Yeah. Felicitas, tuko wapi katika taifa ama bara la Afrika? Maanake Malawi wanaathiriwa pia wao na kimbunga. Tumeona kimbunga Kenneth, kimbunga Idai vikiathiri mataifa kama Malawi. Tumeona Tanzania kulikuwa na maporomoko mwaka jana ambayo Dar es Salaam watu waliaga dunia. Hapa Kenya kiangazi, mafuriko. Hata jijini Nairobi unasikia watu wameaga dunia katika eneo la Mkuru kwa Ruben kwa sababu ya mvua nyingi ambazo zinashuhudiwa. Afrika ilijipataje hapa? Venye mwenzangu amekuwa akisema, Afrika tunalipia zaidi kuliko wale watu ambao wako kwa nchi tunaita developed countries. Na tunalipia zaidi kwa sababu kama nchi ambayo bado iko developing, kama wale ambao tunaishi katika niite maisha duni kidogo compared to ukilinganisha na wale wengine, hatuna jinsi nzuri ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kumaanisha kwamba hatuna early warning systems. Tukijua mvua itakuja huku, watu hawajui kwamba kunaweza furika mahali. Watu hawajui kwamba temperature itapanda mahali. Watu hawajui kwamba kitu inaweza fanyika mahali. That is one place yenye tunakosea kwanza. And si kwamba serikali zetu hazijaribu. Tumekubali serikali zetu zinajaribu. Lakini tukiangalia deni ambazo tuko nazo kama nchi, tukiangalia hali ya maisha pia, priorities ziko mingi katika kufanya maendeleo zaidi. Yes. Kuna priority, like there are priorities ziko mingi. Ukirudi kuangalia mabadiliko ya tabia nchi, unasema mafuriko hayanihusu mimi. Kumefurika Mkuru kwa Ruben, wewe kwako huko South B, kuko sawa. Kuna moto imefanyika huko Kibera, lakini kwako kuko sawa. So unaona kwamba watu wanashughulikia the immediate problem na wanashughulikia baada ya shida kufanyika. Wanashughulikia baada ya shida kufanyika. Mafuriko imefanyika, tupeleke chakula. Nyumba zimechomeka, tupeleke mattress. Hawashughulikii before, kabla. Ni nini tutafanya kuona kwamba watu wetu hawapitii hizi vitu mingi? Ni nini tutatengeneza? Ni warning systems gani tutatengeneza? Lakini mwaka jana ama mwaka huu kama sijakosea, Wizara ya Mazingira imezindua mpango wa kuboresha unanicheka, kuboresha early warning systems za taifa. Mpango huu umeuangaliaje? Kenya tunashughulikia sana mazungumzo. Katika mijadala tuko kule juu. Tunajaribu sana hapa Afrika. Kenya tunajaribu sana kiunganisha na Egypt, South Africa, tunajaribu sana. Lakini shida inakuja kwa kutengeneza hizi vitu na kuzifikisha kwa wanaohitaji. Kufikisha kwa wanaohitaji. Tumeongea, tukakubaliana policies tuko nazo the best. The best. But ikifika kwa kufanya, kutenda, ni ngumu zaidi. Hata tunaona tunapata loss and damage fund, tunapata pesa mingi sana zinakuja for kudeal na hizi vitu za mabadiliko ya tabia nchi na mashida zinazokuja as a result of, but implementation ndio imekuwa shida zaidi. And also kuangalia kwamba vitu mingi zinafanywa zikiwa focused, not by. So unapata ni
urban informal settlement focused, refugee focused, youth focused, ni ngumu kupata wakati ambao hii pesa imepeanwa kwa wale refugees wafanye nayo Kenya inahitaji kufanyika. Hii pesa imefika kwa yule mwenye anahitaji. Timothy, early warning system, serikali limuona waziri Deborah Barasa akizindua mkakati na sera za kuweka kwamba kuwe na athari na notisi za mapema kwamba mwezi ujao tutashuhudia kama sasa hivi Julai baridi tele. Kwa hivyo Wakenya, nunueni sweta nyingi ama wekeni mabesheni ambao mtaweza kuchota nayo maji. Kwa nini bado tuko nyuma sana katika kukumbatia early warning systems? Tukiangazia maneno ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, tunaweza kuwa tumezungumza jinsi alivyosema, lakini kuimplement these solutions ninakwanga ni shida. Mojawapo ya mashida ni kama ukosefu wa pesa. Unajua some solutions lazima tutafute pesa ndio tunaweza ziweka kila ili ifanyike. So I think in my mind then I think that lack of funds imechangia kabisa katika hii shida tunayokuwa nayo sasa hivi. Unaweza kuwa unataka kufanya kitu lakini kama una pesa ya kuifanya haitatendeka. Yeah. Na pia kukuwa na ile knowledge inafaa. Si kitambo, ni hii mwaka Wakenya walikuwa wana post weather forecast. Weather forecast inasema leo kutanyesha, alafu jua imewaka. Weather forecast inasema leo kuna jua, lakini kutoka asubuhi hadi jioni umenyeshewa. So pia kukuwa na hiyo, sijui niseme ni teknolojia, lakini kukuwa na usawa wa hizi predictions. Kukuwa na usawa wa hizi prediction, isikuwe kama Pastor Owuor anasema dunia inaharibika alafu tunasonga tu kila mwaka. Kwa sababu ukizungumzia hivyo tunaona kama mataifa yaliyoendelea zaidi kama Marekani wakisema kwamba kuna kimbunga kinakuja, kitafika, kitashuhudiwa, na watu wakianza kuondolewa wataondolewa. Kama wakati kulikuwa na wildfires California, tuliona kwamba kulikuwa na early warning systems ambazo zilitolewa na walikuwa wanaambia watu waweze kuondoka. Sisi wenyewe kama Wakenya nadhani tukipoa hizi early warning system tutazifuata kweli? Nije tumezoea, hazipitangi hata saizi Julai. Hata saizi Julai, tunajua Julai inafaa kwa baridi, lakini hatujazoea kushuhudia mvua mingi hivi Julai, baridi mingi hivi Julai. Lakini ukiangalia weather forecast kila siku, ni ngumu sana upate that ile prediction ndio kitu inafanyika hiyo siku, si rahisi sana. So pia kupata kwamba tuko na usawa, ile prediction inaendana na kile kinakuja kufanyika. Ukihama kwako leo, umeambiwa kuna mafuriko, umehama wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, si utarudi kwako kama mafuriko haijakuja. Lakini utapata kwamba wakati mwingine hujaambiwa kuna mafuriko, hujahama, imekuja imebeba your source of livelihood yote. Wanyama wameenda, shamba imeenda, hata saa zingine nyumba imeenda. Kuongezea alichosema, kuna kitu inaitwa spreading awareness. Sasa jamii zetu za Kiafrika mara mingi hatufunzwi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Unaweza ambiwa kuwa katika siku 7 ijayo kutakuwa na mafuriko. Watu hawataamini kwa sababu they don't have that knowledge that these things can happen. Unaona? Timothy, manake tumekuwa tukifunzwa shule weather patterns. Rainy, dry, sunny, hivyo hatujafunzwa haya mengine kwamba yatatokea. Na ni kama tunavyoita mabadiliko tabia nchi, ni mabadiliko ambayo sisi tuliokuwa tukisoma hayakuwepo. Sasa hizi ndio maswala ibuka na ndio usasa wa leo. Kwa hivyo ipo haja ya kuingiza vitu hivi katika mfumo wa elimu. Other than mfumo wa elimu, hata mama yangu kule nyumbani, nikimwambia kutakuwa na mafuriko Julai, ananiangalia Julai ya kuwezi furika. Tumezoea Julai baridi. Kuna hii na hii na hii na hii. So wanafunzi kusoma ni vizuri, lakini pia ni vizuri kwa wale wale kule nyumbani kujua kwamba vitu zinabadilika na vitu zinabadilika. Haya mabadiliko si predictable sana venye wamezoea, si kama yale miaka mingine, si kama ile miaka ingine yenye wanajua miezi 3 mvua hapa, jua hapa, tunavuna hivi.
Saizi mvua inaanza kunyesha kama unavuna. Kunaweza wakajua time yenye mnafaa kwa mnapanda. So kuelewa kwamba pia hizi mabadiliko na kuadapt. Kujua kwamba hizi mabadiliko zina happen na tutafanya aje tuweze kumeesha chakula yetu from here. Mvua imebadilika. Kuna furika wakati tunavuna. Tutapanda aje ndio tuvune before yale mafuriko yafike. Tutafanya aje ndio tupande wakati kuna mvua, si wakati sasa kuna ukame. So wanafunzi kujifunza ni vizuri sana, lakini pia wale jamii, wale watu katika jamii zetu na wale watu wenye wana depend on ecosystems, wale wenye wana depend on ecosystems for livelihood, waweze kupata chao pia. Wasikwe unapanda miezi 2 chakula mahindi inaanza kutoa kumea kidogo, imeenda na mafuriko. Jua imewaka imekauka. So kuelewa kwamba mama yangu pia lazima apate chakula kule nyumbani. Mboga yake lazima mahindi pia naongea hivyo kwa sababu babangu ni mkulima. Naelewa, ndio vizuri kwa sababu unaohalisia mambo yalivyo kiukweli. Kwa sababu sisi jamii ya Afrika nyingi wengi wao wanategemea kilimo, Timothy. Lakini kwa sababu mabadiliko haya ya tabia nchi, unaona kwamba kilimo hakijakuwa kikifanya vyema katika siku za hivi karibuni, licha ya kwamba kilimo ni moja ya ajenda ambazo zimewekwa katika hata serikali ya hivi sasa. Swala ambalo linajitokeza ni hapa ni serikali inawezaje kuweka ratili ama kuweka usawa katika kuweka pesa yake ya bajeti ya maendeleo na pesa ya kufanya adaptation na mitigation? In my opinion, just before nijibu hiyo, kuongezea tu alivyosema, kuna kitu inaitwa indicators kwa Kiingereza. And indicators ni zile vitu zinatuonyesha the problem. Viashiria for the problem that we are experiencing. Unaona? Sasa viashiria ni kama hiyo mafuriko alivyosema, temperatures rising, kuna ukame, kuna ukosefu wa chakula. And hizi vitu zinatuonyesha kuwa kuna shida mahali. Na hii shida ilianza miaka iliyopita. We don't have control over it right now. Kuongelea kuhusu vile serikali inaweza saidia, number one, mimi I am a believer of kuspread awareness. Tunafaa kuweka communities, tuwafundishe kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni shida ambayo tunapitia sasa hivi. Na serikali inaweza tufunza pia jinsi ya how to mitigate what's going on. Unaona? Ya pili, serikali inaweza infrastructure in place for fertilizers na GMOs. GMO? Yeah, GMO. Mimi kama mwana bioteknolojia, mimi ni research scientist. Jinsi ambayo dunia inaendelea, mashida yanaendelea kuongezeka, and we have to adapt to these problems. Unaona? So mimi nafikiria kwamba inafaa serikali iweke pesa kwa research into products ama crops yenye inaweza adapt to the climate crisis. Kama sasa watu wanakula pixies. Mimi jana nilikuwa na mjadala mahali nikasema hii ni GMO. Tukianza mjadala wa GMO tutamaliza. Sawa, hauna shida, maana najua mjadala wa GMO pia ni pevu na unahitaji muda wake, lakini kuna swala ambalo tumelizungumzia, hata wewe ulilibuka kwenye swala lako, ni funding. Tukiangalia hata katika makongamano haya wa Afrika tunapoelekea COP, tunalilia sana utekelezaji wa adaptation financing, lakini wao wanaofanya uchafuzi hapo ndipo hawataki kuelekea. Kwa nini? Fossil fuels ndio imechangia sana kwa uchafuzi wa mazingira, kuleta ile hewa chafu, carbon dioxide, carbon monoxide na hizo greenhouse gases zote. Na tukibadilisha mienendo zetu kwa sasa, sisi kama wa Afrika hatuna zile kampuni zenye zina produce hewa chafu mingi. Tunayo biodiversity bado, landscape zetu bado ziko sawa, lakini hewa ikichafuka mahali moja inasonga kila mahali. Kukiwa na mabadiliko mahali moja inasonga kila mahali, kumaanisha kwamba ile pesa inakuja na fossil fuels. Mimi hapa kwa energy conversation ni kubwa, mazungumzo ni kubwa. But
tukiongea kuhusu developed countries na developing countries, kuachilia pesa ulionayo kusaidia yule mwenye hana imekuwa ngumu, na kulimit sisi wenye hatuna kutengeneza kampuni zetu juu itachafua hewa zaidi, iongezee kwa crisis yenye tuko nayo kwa sasa. Kuna hapo ndio kuna impasse. Tuseme we are at an impasse. Wale hawataki kuachilia pesa, hawa wanataka ku develop, lakini hawataki kuchangia kwa kuchafua hewa zaidi. Lakini tunashurutishwa tusifanye, na wao bado hawataki kutupa pesa. Impasse. But tukiongea kuhusu mazungumzo pia, wakati watu wamekaa chini kuzungumza kuhusu haya maneno, unapata kwamba agenda zinakuwa mingi, watu wanatoka na agenda zingine zenye hata saa zingine si ya maana sana, inashurutisha the important conversation. Inafanya ile conversation ya maana sana inakwama mahali. Tukianza kuongea kuhusu funding ya climate adaptation and mitigation kukuja Afrika, unapata mtu anaanza kuongea kuhusu kitu kingine. Inamaanisha kwamba the funding conversation inaekwa kando kidogo, wacha tuongee kuhusu hii kwanza, alafu tutaendelea. Na pia hizi pesa zikisemekana, last year Baku, kuna pesa iliekwa for loss and damage, kuna pesa iliekwa for adaptation and mitigation, kuna pesa iliekwa ya kwenda Global South. Evaluation ya pesa inafanya nini? Evaluation ya pesa imefikia nani? Mbona haijafikia huyu? Na ni kwa nini? Ni nini tunaweza fanya tukitoa pesa nyingine ifikie yule mtu mwenye anahitaji? Timothy akiongea kuhusu indicators. Tuna indicators mingi kwanza za adaptation. Tuna indicators mingi za mitigation. Over 110 adaptation indicators. Na hizi indicators azifiki kwa wewe kama Mkenya. Hizi indicators hata zikuhusu, hata uzijui. Bila shaka, kweli baadhi ya ambavyo ni indicators, viashiria hizo, wengine wetu hata tuvijui. Sisi kama nilivyokuambia awali, tunajua tu kuna wakati tu kuna jua na kuna mvua. Mafuriko, kiangazi, wengine hata hatuna ufahamu navyo. Tutaka tupate pumziko fupi. Tukirudi, tutakuja kuangazia wao wamekuwa kizungumza pesa. Yeye anafanya nini hasa katika kuhakikisha kwamba ujumbe huu unafikia jamii katika maeneo mbalimbali? Manake wao ni vijana, wapo pale katika mstari wa mbele, wanaambiwa wana nguvu. Nguvu yake yeye ni ipi haswa? Tutajua baada ya pumziko fupi. Fix moments of pure love wrapped in comfort, because every smile deserves the best protection. From tiny toes to cozy cuddles, snuggles and giggles made extra soft. Morphix ina-absorb like whoop. Imagine, haiwezi leak in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. I wanted to be like Manu Chandaria. I always wanted to be in manufacturing. Like what I'm standing on, these pavers, all this is recycled plastic pavers. Imagine if all the plastic waste in Dandora Dam site could be converted into pavers. Imagine how much kilometer worth of road we could make. See stories at Java. Watch this. Yes. So nikikwambia the product is stronger, that's what I mean. Welcome to the Art of Living show, where style meets serenity and art. From modern marvels to timeless classics, join us as we explore the charm and the beauty of some of the stunning homes, plus the stories behind them. Behind this, there is so much sleepless nights, so much. If you're building a house to escape a landlady, then you don't need to build a luxurious house.
celebrate the essence of fine living, where we explore the spaces of icons, personalities, celebrities, innovators, and let's discover, explore, and engage. Tulipatana bongo, niko jeni, kwa zangu bichi nalo pepo wa bahari. DJ Tatua. Take it to the max. Take it to the Cause she deserve a princess treatment, oh. You're a queen and more. As I can see Shani tagiani kame fall bungulu. Akoma mini koma bungulu. Ashajileta lisha za machungulu. Every now and then, fake news might pull a few strings, but when it comes to reporting the facts, there's only one tune we dance to, our own. For more than 100 years, The Standard has delivered insightful fact-based journalism, and you can't fake that. Bila shaka karibu tena kwenye sehemu ya tatu ya taarifa hizi za yanayojiri, ambapo leo hii tunaangazia masuala ya mabadiliko tabia nchi, kuangazia katika mustakabali ule ambao uliopo na wito ambao unataka kufikishwa katika COP30. Katika sehemu hii ya tatu tutakuwa tukiangazia mikakati ambayo inatumika na vijana hawa kuhakikisha kwamba ujumbe wao unafika katika kongamano la kitaifa na kimataifa ili uweze kushughulikiwa. Isiwe tu ni mijadala ambayo inazunguka katika fedha za kupelekwa katika eneo la Afrika, lakini haziwafikii walengwa ambao ni wale wa kule chini. Kabla ya kurudi kwenye mjadala, nataka nikupeleke katika mazishi ya mtoto wa miaka 12 Bridget, ambaye aliaga dunia wakati wa maandamano ya Sabasaba alipopigwa risasi nyumbani kwao alipokuwa akitazama runinga. Bridget Njoki aliuliwa na ile wenyewe anasema risasi ambayo ilienda fiongo na ikaweza kufika kwenye chumba sebuleni mwao, na akaaga dunia kutokana na jeraha hilo la risasi. Tutakupatia picha hizo za moja kwa moja baadaye, maana viongozi wa upinzani Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka na alikuwa mbunge wa Juja Jude Njomo Cleophas Malala wapo katika misa hiyo ya wafu ya Bridget Njoki. Mwanahabari wetu Vera Morayo yuko kule, tutakuwa tukiongea naye baadaye aweze kutufahamisha ni kipi ambacho kimezungumzwa, wakazi, wenyeji, familia wanasema nini kuhusiana na mazishi hayo ambayo yanatarajiwa kufanyika hii leo, ambapo ibada hiyo ya
misa ya wafu inafanyika katika kanisa la Our Lady of Fatima Catholic Church katika eneo la Ndumberi. Ndio hizo picha katika kanisa hilo la Our Lady of Fatima Catholic Church eneo la Ndumberi, ambapo mazishi baadaye yatafanyika katika eneo hilo. Ni mtoto wa miaka 12 ambaye ni Bridget Njoki aliaga dunia kutokana na ile risasi ambayo ilikosa mwelekeo na kuelekea hadi katika sebuleni mwao na kusababisha mauti yake. Viongozi mbalimbali, jamii, marafiki, familia wamehudhuria mazishi yake Bridget Njoki wakiwa katika kanisa hilo sasa hivi, ambapo ibada ya misa ya wafu inaendelea katika kanisa hilo la of Our Lady Fatima katika eneo hilo la Ndumberi. Tutarudi kule kuzungumza naye Vera Mora baadaye, lakini kwanza turudi katika mjadala ambao tumekuwa nao mchana huu. Vijana hawa wamekuwa wakijihusisha katika changamoto ama uhamasishaji mbalimbali. Felistus si mara ya kwanza kujihusisha katika uhamasishaji. Alianzaje safari yake ya uendeshaji baiskeli, ambapo ndio mbinu anaotumia kuweza kuhamasisha jamii? Ulianza wapi Felistus? Uhamasishaji nilianza mapema kabla nianze uhamasishaji kutumia baiskeli. Na hiyo ilikuwa kitu tofauti from mazingira ama uhamasishaji wa mazingira. But uendeshaji baiskeli kuitumia kama mbinu ya uhamasishaji nimeanza mwaka huu, na nimeanza mwaka huu International Women's Day tukifanya uhamasishaji kuhusu sexual and reproductive health for women and girls kutoka huku Nairobi kuelekea Machakos na kurudi. Na kutoka hapo nikapata ule moyo wa kutumia baiskeli inakupea, unaweza husiana na jamii kwa ndani kuliko jinsi unavyohusiana na jamii ukikuja na gari. Hauchafui mazingira sana, fitness pia unaenjoy ukienda. Timothy, nawe ulianza lini uendeshaji baiskeli kama njia ya kufanya awareness? Safari yangu ya uhamasishaji ilianza nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta University. Nilipokuwa katika kikundi cha Red Cross. Wakati huo ilikuwa mwaka wa 2022. Tulifanya mpango wa kuendesha baiskeli kutoka Juja mpaka Murang'a kwenda na kurudi. Na tulifanya hili kwa sababu tunavyojua Red Cross wanapenda masuala ya kibinadamu. Na mimi kama mwanaharakati napenda sana, nina shauku ya masuala ya kibinadamu. Safari yangu ilianza nikiwa bado wanafunzi. Safari yako ya kwanza ilikuwaje? Kwa kweli ilikuwa safari yangu ya kwanza ilikuwa rahisi. Ilibidi nizoee nikiwa kwa njia, lakini nilijifunza mengi. Ustahimilivu, kakamavu, juhudi. Nilijifunza lazima uwe na nguvu, lazima uweze kuongelesha watu na kuwafunza kwa nini unafanya unachofanya. Felistus, umezungumzia unapoendesha baiskeli kufanya uhamasishaji inakuunganisha zaidi na jamii. Lakini jumbe nyingi za mazingira ni za Kiingereza, lugha ambayo wenyewe wanasema ni technical language. Hii lugha ambayo ni ya kijamii, kama hivyo umeenda Machakos, utaongeleshaje jamii ya Akamba ili wakuelewe, ama jamii ile ya Dholuo kule Nyanza wakuelewe? Manake makongamano yote yanaongea Kiingereza, Kifaransa, Kireno, Kiarabu. Wanaharakati wengi kama mimi pia hapa, wanaharakati wengi tumeingia katika uhamasishaji out of need. Hatujaingia juu tuelewa hii maneno, hatujaingia juu tuna ule elimu wa juu. Tumeingia juu kuna kitu tunajaribu kudeal nayo na kuna kitu tunajaribu kubadilisha. Na kuingia katika hii mazungumzo, kuingia katika hii mikutano, unapata lugha iko kubwa, unamwona kichwa. Mimi wenyewe nimeenda mikutano, nimetoka nimerudi nyumbani, kichwa kinataka kulipuka. Saizo umeacha, hujaenda kazi siku mzima, huna hela hiyo siku, umeenda mkutano, hata ile fare tu ya kurudi nyumbani hujapata, umepata chakula hiyo siku tu hujaelewa kitu, by the way. Umerudi. Na unajaribu ku create a difference, unajaribu kufanya wale watu wengine wajue kwamba hii kitu ina happen. Na wewe kama mwenye hujapata elimu mzuri, wewe kama yule mwenye unaishi kule nyumbani, wewe kama yule mkulima mdogo,
wewe ndio unapitia zaidi zile shida zinakuja na mabadiliko ya tabia nchi. Kile ambacho tunajaribu kufanya kama sisi pia ni break down information ndio iweze kueleweka na mtu. So nikitoka hapa leo, safari yangu ya kwanza ilikuwa kwenda Machakos. Kitu tulifanya ya kwanza ni tafuta mtu anaongea Kikamba. Unatafuta mtu anaongea Kikamba. Hiyo ni kitu ya kwanza. Unatafuta mtu anaongea Kikamba, namwambia hii ndio kitu tunajaribu kusema, hii ndio kitu tunajaribu watu wasikize. Ni vipi tunaweza kupata hii information kwa lugha hawa watu wataelewa. Kwa sababu nikisimama pale nianze kuongea Kizungu yenye saizi nimeshika Kizungu vizuri. Nikisimama pale nianze kuongea Kizungu yenye nimeweza kuongea mkutanoni, watu watalala. Watu watakaa wamengoja tu chakula, watu watakaa kidogo, tumeka muziki wa dance, waangalie baiskeli inakaa vizuri, tunatumia baiskeli ya stima kutoka e-bikes Africa zinakaa vizuri. Unapita hivi mtu anakuambia hii inakaa motorbike, hii inakaa nduthi. Unapita hivi mtu anakuambia naweza jaribu. So ukianza kuongea ile lugha hawaelewi, akili inashuka kwa zile vitu zenye wanaona na wanaweza elewa. Baiskeli ni mzuri, chakula inafika, tukitoka hapa hata watatupea fare 200, vitu kama hizo. But safari sijui kama naweza ingia tunafanya safari kupitia communities mingi. Tunafanya safari kupitia Kenya, Tanzania, nchi kadhaa. Na tunataka kujaribu kuongea na hawa watu lugha ambayo wanaelewa. Tunataka kujaribu, tunaweza ongea hii masuala kwa Kiswahili, tunaweza ongea hii masuala kwa Kijaluo. Nikiongea kuhusu mama yangu kasema mamangu haelewi hizi vitu. Ukimwambia Kizungu, unamwongelesha Kijaluo, unamwambia mam ni hivi na hivi na hivi. Hii ndio kitu nafanya na ananiombea vizuri nifike Belem. Asante sana mam. Tunafaa kukuwa na accessibility. Watu wengi hawajasoma huku Kenya. Only around 6.7% of Kenyan population have finished tertiary education. Wamemaliza masomo ya juu. Around 18 to 25 wamemaliza secondary. Watu tunaweza soma na kuandika ni around 88% but wale ambao wameenda to advance kuelewa hii masuala ya mabadiliko tabia nchi venye watu wameiweka sahihi ni wachache sana. Tunafaa kuensure that hata wale wamefika secondary wanaweza kuwa part of the conversation, wanaweza elewa ni nini tunaongelelea. Juu ikifika kwa maisha, kila mtu tunaishi na the effects. Kila mtu tunaishi na the problems. Kila mtu tuna experience. Whether unaweza soma, huwezi soma, umemaliza sekondari, unaongea Kizungu, unaongea Kiswahili, kila mtu anaishi na the effects. Amezungumzia safari. Ana malengo ya kusafiri kutoka Nairobi hadi mji wa Belem. Labda nikupe fursa Timothy. Ninafahamu hutokuwa kwenye safari, lakini kwa kuona iangaliaje safari yake kabla yeye mwenyewe aielezee, ambayo ni kutoka Nairobi hadi Brazil kutumia baiskeli. Hii ni safari ya aina gani? Safari anayoongelea inaitwa Cycle for Hope. Na ni mpango ulioanzilishwa na Wheels for Climate pamoja na e-bikes Africa. Walishiriki pamoja to bring this project to life. Sasa safari hii ni ya kuendesha baiskeli kutoka Nairobi mpaka Brazil. Na ni safari itakayopitia nchi more than 8 countries. Itakuwa more than 15,000 kilometers for that journey. So hii safari tunaifanya kwa kuwa tunataka kupaza sauti ya Afrika. Tunaimani kuwa Afrika iko na sauti na dunia nzima inafaa kuisikiza. Nilivyosema awali, kulingana na taarifa ya World Meteorological Organization, walifanya taarifa September 2024, na katika hii taarifa walisema kuwa Afrika ilichangia kidogo kabisa katika mabadiliko ya tabia nchi, lakini Afrika ndio inalipa, ina pay the price. Unaona? Sasa hii safari ni ya kuenda katika hao grassroots, inaitwa jamii za Kiafrika, na kuwasikiza. Tunafanya interviews. Tunawasikiza eti mabadiliko ya tabia nchi ni jinsi gani imekuathiri. Unaona? Alafu tutapeleka hii kitu kwa COP30 ambao ni the biggest
Conference on Climate Change. Kwa nini COP30 na kwa nini musiende katika kongamano la Afrika ambalo Septemba litakuwa linaandaliwa Ethiopia? Mbona mulenge bele mbali zaidi? Na kuna Afrika kwanza ambapo tunaweza enda kuandika memorandum na yote ibebwe na Afrika, ama negotiator mkuu wa Afrika Ambassador Ali aipeleke? Safari hii naweza sema ni ya kishairi, ni poetic. Afrika iko na shida kubwa. Unaona? Na sisi pia kama vijana tuko na shida kubwa ya kutoka Afrika na kwenda mpaka COP30. Unaona? Sasa hii safari inaeneza hii shida ambayo tuko nayo, na the same time inaeneza solutions. So tunaenda COP30 kwa kuwa ni the biggest, ni mkutano, the biggest conference on climate change. Tunataka dunia mzima itusikize. Na pia tunataka kuonyesha kuwa we can go through problems and find solutions in the process. Yeah. Felicitas, ni safari ya miezi mingapi hivi? Umejiandaa vipi? Safari ni ya miezi mitano kutoka Julai hadi December. Na kujiandaa na baiskeli zetu, mimi kwanza mimi nina furaha sana. Katika hii mazungumzo nina ule shauku wa kupaza sauti za jamii, kueneza hadithi za jamii, watu na jamii. Wewe kama Suleiman, ni nini ile unayo ya kusema? Ni nini ile unahitaji? Ni nini ile hupati? Hiyo ndio mimi kazi yenye nafanya saa hizi, tukiongea kuhusu climate justice. Na hii safari inanipea a chance to meet over 10,000 people. A chance to story 10,000 na zenye nitakuwa nimesikiza kwa hii safari, na niko very very excited, nimefurahia sana. Mimi nataka unieleze tu kutoka Kenya unaenda wapi, ufike wapi mpaka wapi, kwa sababu najua kuna mahali utapata watu wanaongea Kifaransa. Hawa utachukuaje maoni yao uyafikishe mbele mna yaweze kueleweka? Kwa sasa tukiongea kuhusu language, tunaelewa kwanza kuna Kiportuguese mahali, kuna Kifaransa mahali, kuna Kiswahili mahali, kuna different languages. So kile kitu tunajaribu kufanya ni tunatoka Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Botswana, Namibia. Alafu tuvuke tuende Brazil. Kile tunajaribu kufanya ni kutafuta local organizations. Tunatafuta wale wanaofanya hii kazi kule chini. Tukifanya kazi kama local organizations, tunafanya kazi mingi sana, but most of the time hatuna pesa mingi ya kufanya hii kazi. Hatuna ule popularity, hatuna umaarufu, hatuna jinsi ya kujiendeleza communication wise. So tunatafuta wale wanaofanya hii kazi kule chini, tunazungumza na wao, tunawaambia kwamba tunakuja Tanzania, tutakuwa Tanzania hii siku hadi hii siku, tungependa kuongea na watu na nyinyi kama organization ama kama kikundi, tungependa kuongea na wale watu wenye wako kwa hii jamii yenye mnafanya na wao kazi. So sisi kazi yetu ni kusikiza. Kitu ya kwanza tunasikiza. Kitu ya pili ni hatuwezi funza mambo mengi juu hata sisi tunajifunza pia. But yale tunayojua, wanayohitaji kujua, tunafunza. Na kitu ya tatu ni tuna dream. Ni nini kile tunakosa? Ni nini ile haiko? Ni nini ile tunahitaji? Tukiwapea nini, mtasikia ni kama mna deal na hii crisis vizuri. Mkipata kipi, mtafili kama mna deal nayo vizuri. So tunajaribu kutafuta wale wanaofanya kazi huko. Hatukuji kama wageni, hatukuji kama researchers. Tunakuja tu kukaa tusikize ni nini inaendelea hapa. Watu wanafilaje kuhusu hii, na ensure that we have efficient translation from us and from them to us. Kwa nini si Addis? Narudi hapo kwako wewe. Kwa nini si Addis kwa mkutano wa SES na SEW na mmechagua COP30? Tumechagua COP30 kwa vile alikuwa anasema ndio ule mkutano mkubwa zaidi duniani ukiongea kwa mabadiliko ya tabia nchi. Na kama mwanaharakati
najua wewe pia ni mwanaharakati mwenzangu though chini ya maji but kama mwanaharakati unaelewa kwamba mambo ya vijana, tunaongea kuhusu vijana, tunaongea kuhusu wanawake, lakini most of the time haikwangi actionable points. Inakwanga tu vijana wangapi wamekuja kwa hii mkutano, wangapi wamepata kwa hii mkutano. Na pia tunaelewa kwamba access to the spaces si rahisi. Ku access ICS2, kupata pesa ya kwenda ACS, Africa Climate Summit, alafu uanze tena kutafuta pesa ya kwenda COP. Mimi kama kijana niko sure sitapata zote mbili. Mimi kama kijana niko sure sitapata zote mbili. Lakini ukiongea kuhusu hii safari yetu ya kwenda COP, si safari yetu peke yetu. Hatutaki tufike wenyewe sisi wenyewe. Tukitoka hapa kwenda Addis, hata tukisema ni wiki mbili, tupe wiki mbili tutakuwa Addis Ababa. Tunapokwenda Addis, tupe wiki mbili tutafika Addis Ababa. Lakini ni hadithi ngapi tunabeba? Ni issues ngapi tunabeba tukienda Addis? Tunataka kuwa kule Addis, si tunaendesha baiskeli hadi Addis, lakini wale wanaotusaidia kama Timothy, wale wanaotusaidia kama E-Bikes Africa, wakwe pale Addis kuongelelea mashida zetu, lakini sisi wenye tunaendesha baiskeli tupatane na wao kule Brazil. Wakuje na kile wametoka nayo ACS, wakuje na kile wametoka nayo Africa Climate Week, watupate na yale hadithi ile hadithi tumebeba kutoka hizi different countries, different communities kule Brazil. Na imeibua kwamba masuala ambayo kadro na kwamba tunaenda kukusanya hadithi, mazungumzo, changamoto za Afrika karibia Namibia, Mozambique, Malawi, lakini hapa Kenya nadhani tumekumbatia kuendesha baiskeli, na kwa changamoto ni ipi, Timothy? Changamoto ya kuendesha baiskeli mojawapo naweza sema ni kukuwa na ile mentality ya kuwa mwendeshaji baiskeli ni mtu ambao ako lower class. Tukienda mali kama Netherlands. Netherlands wako na hii culture, wako na culture ya kuendesha baiskeli and it's a means for fitness. Unaona? Lakini hapa Kenya ukiona mtu anaendesha baiskeli tunamwona huyu ni mtu ambayo miundo msingi lakini si mizuri, miundo msingi. Sasa umejua hiyo mentality tuko na, hiyo mindset inafanya watu wafikiria kuendesha baiskeli ni ile kazi ya mtu ambaye ana pesa, ni mtu ako lower class. Kama uko na pesa utaendesha gari, utaendesha Range Rover, mbona uendeshe baiskeli? Sasa hiyo culture ndio bado hatuna. Na bado nitaenda back to awareness. Tunafaa kufunzwa sana. Tujue kwa kuendesha baiskeli si tabia ya mtu ambaye ana pesa. Ni tabia ya mtu ambaye anachunga mazingira na anaangalia afya yake. Hata si hayo tu. Nikisikianga mtu akisema kwamba waendeshaji baiskeli ni wale watu hawana pesa, nashangaa mnajua kweli bei ya baiskeli. Mnajua kweli bei ya baiskeli. Unaweza pata mtu ameinvest 1,100 kadhaa ndio anunue baiskeli ambayo unamfinya nayo na gari yako kwa barabara. Lakini pia changamoto kubwa pia ni barabara. Utumizi wa barabara. Mimi mwenyewe napenda kuendesha baiskeli. Napenda kutoka nyumbani na baiskeli yangu niende nayo mahali moja, mahali mbili. Lakini sipendi kuja CBD na baiskeli. Kwa sababu ukifika Roysambu, Allsops, barabara imeshikana. Mimi kama msichana mdogo hivi, mtu anataka kunifinya, anataka kunifinya kwa barabara. Unapata hata kuna siku mtu amekanyaga baiskeli yangu nikivuka barabara kwa traffic. Na kukuwa na lanes zenye mwendeshaji baiskeli anaweza feel safe kuendeshea. Kukuwa na hata tukiongea kuhusu lanes, hata si lanes tu, tukingojea hizo lanes, sharing the road. Sisi wote tutapita. Road users ni sote. Hii space ni kidogo, baiskeli yangu inaweza pita lakini gari yako haiwezi. Hii space ni kidogo. So just kuachia tu mtu nafasi tu apite. Unadhani tunaweza fikia kama Rwanda tuamue kila Jumatano ya katikati ya mwezi kila mtu anaacha gari lake nyumbani, either utembee kwenda kazini ama uendeshe baiskeli? Tunaweza fikia hapo? Kiburi ya Wakenya. Mimi nina imani tunaweza fika hapo. Iwapo nini itatekelezwa? Kwanza alivyosema, lazima tutatue shida la barabara. Lazima tutengeneze lanes for cyclists, first of all. Na mara ya pili, lazima tutafanya campaign
ya nchi nzima ya kutuambia hii ndio muhimu wa kuendesha baiskeli na hii ndio sababu letu la kufanya hivi. Yeah, I think tunaweza fanya. Nina imani. Kwa nini Felista umezungumzia tu kiburi cha Wakenya? Lakini si ni sera, tunaweka sera na tunatekeleza. Utekelezaji wa sera Kenya si mzuri sana. Hiyo ni kitu ya kwanza. Utekelezaji wa sera si mzuri sana. Kitu ya pili ni 3 to 5% of people in Kenya own vehicles. Na kumejaa hivi. Only 3 to 5%. Na kitu ya tatu ni kwamba kuna miradi ambayo zinaweza saidia kudecongest cities, kudecongest roads zenye zimeanza kama the terminus that was being built. Ukisema private cars haziwezi ingia CBD, itasaidia watu kuchukua public service vehicles. Na hizi public service vehicles zikiwa timed vizuri, hii kitoka hapa sasa inafika CBD, huko inasaidia kupunguza congestion. Lakini kama mradi kama hiyo ndio hatuwezi timiza. Kama mradi kama huo ndio hatuwezi timiza. Tutafika huko lakini a long time. Kwa sababu tulikuwa tunataka kuweka BRT, zikaanza kutengenezwa, umezungumzia Roysambu, zikawekwa hivyo vituo vyote katika barabara ya Thika Road, lakini mpaka sasa hivi magari sijaona yakifika. Tumeletewa magari ya elektroniki ambayo yako Kenya, na sidhani kama tunaelekea pale tunapofaa katika mradi wa BRT. Ni miradi ambayo inafanya vyema katika mataifa mengine. Hata Rwanda ni moja unaochukuliwa mfano mzuri. Ukiingia London sasa hivi unafahamu kwamba nikisimama hapa hichi kituo ni dakika 7 gari itafika na itanichukua dakika 15 kutoka kituo kimoja hadi kingine bila wasiwasi wowote. Nikipita kule Green Pass Terminus naonanga gari za kwenda Western. Unaona Egesa iko huko. Bila shaka tukimalizia mjadala huu, wito wenu ni upi katika safari yako ya ustahimilivu, uvumilivu na ya ujasiri ambayo unalenga kuifanya? Tunahitaji usaidizi kama vijana wa Kenya, kama vijana wa Afrika na kama sisi ambao tunachukua hii safari Cycle for Hope kutoka Kenya hadi Belem, Brazil. Na usaidizi tunahitaji ni tofauti. Tunahitaji usaidizi wa kifedha, tunahitaji usaidizi wa mijadala kama hii kuwekwa hewani. Niseme social media, press, traditional press, social media, online. Tunahitaji usaidizi na hizo zote. Na kitu ya tatu tunahitaji usaidizi nayo ni equipment. Tuna baiskeli zetu kutoka kule e-bikes ambao ni washirika katika huu mradi, na tunahitaji vitu zingine kadhaa. Tunahitaji camping gear, tunahitaji chakula, tunahitaji vitu mingi kutoka in relation to equipment. Kitu ya mwisho, tunawasihi mjiunge na hii mazungumzo, mjiunge na huu mjadiliano na msikuwe na pressure ya kufanya huu mjadiliano kwa kizungu. Tumia lugha unayoelewa, uliza maswali kwa lugha unayoelewa, na fight for yourself, speak for yourself, advocate for yourself. Tunajaribu ku-advocate for everyone, but it's always better kama ni sauti mingi zinakuja pamoja kuliko sauti moja ikienda mahali. So, if you want to reach us out, Wheels for Climate, e-Bikes Africa. If you have any assistance, please reach out. Asante. Kuongezea alivyosema, wito ambao tuko nayo, since we're documenting stories across African countries, so tutahitaji pia camera equipment, video equipment, akusema, so I thought niongezee juu. Sasa kama kuna kampuni ya cameras, video equipment, tutashukuru sana. Asanteni sana. Bila shaka umesikia wito wao ni kwamba sauti moja haiendi mbali, lakini sauti ya wengi inapopazwa basi inafikia mbali zaidi, kwa sababu wito wao ni kutaka kuchukua sauti za Waafrika, kuhakikisha sauti zao zinaweza kupazwa kule Belem katika kongamano la 30 la mataifa la kongamano la mabadiliko tabia nchi ambalo litakuwa linaandaliwa kule nchini Brazil. Kwa imani na maombi, tuna imani kwamba kwa juhudi pia na ustahimilivu tutakutana nao kule kuweza kusikia kile walichokiona katika changamoto zao za safari hiyo, na vile vile mafanikio walioweza kufika nayo kule Belem, na iwapo katika zile siku 14 katika COP
30. Wataondoka na kipi cha kufurahia? Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia baadhi ya taarifa ambazo zimejiri.